Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Mashehe, viongozi mbalimbali kwa hapa wanafamilia tumesimama hapa si kutoa kawaida, kwa sababu nadhani kuna mahadhara yaliyo hapa kuna alifu mpaka wasala na mimi hiyo alifu kwa kusimama kutoa kawaida, ila nimesimama kusema mambo mawili matatu. La kwanza ni kwamba ndugu yetu Alhaji Sheikh Jabir Haidar Jabir ameishi na watu wengi na ametangamana na watu mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Jana tulipata wageni kutoka Unguja, Pemba, Tanga, Arusha, Singida, Kibaha, Lamu, Mombasa. Sasa wote tulipata kwa fursa wazungumze Sheikh Jabir, lakini kwa niaba ya wote hao kura imemwangukia aliyekuwa Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Alhaji Alhadi azungumze machache kuhusiana na kadhia hii kwa muda dakika 3 hadi 5. Baada ya hapo tutamkaribisha ndugu yangu Sheikh Said Mayuba naye aseme kichoko moyoni mwake kutokana na kadhia hii ya ndugu yetu Alhaji Jabir Haidar Jabir. Sheikh Alhaji, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي كتب الفناء على كل مخلوق وكتب البقاء على ذاته هو، قهر العباد بالموت وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ثم الصلاة بعد والسلام على سيدنا محمد القائل الموت كفة المؤمن وبعد. Mheshimiwa Makamu wa kwanza wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa mashaikh mlioko hapa, ni heshima kubwa kusema lolote kwenu juu ya msiba mkubwa wa rafiki yetu, ndugu yetu, kaka yetu Jabir Haidar Al-Farisi. Mimi naweza kumzungumzia kwa ufupi sana Jabir, na namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuniwezesha leo kuhudhuria katika dua hii. Sikuwahi maziko, nilikuwa Dodoma katika mwaliko wa bajeti ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi wakati msiba wa Sheikh Jabir umetokea, na nimerudi jana nikasema leo kwa kuwa kuna kisomo, nikawasiliana na kaka yangu Sheikh Qasim Haidar akanithibitishia dua hii. Nikasema walillahi alhamdu, basi nami nipate fursa angalau ya kushiriki na ndugu zangu Waislamu kumwombea Sheikh wetu Jabir Haidar Al-Farisi. Kwa hakika mimi nilijuana na Sheikh Jabir miaka ya 2002. Kwenye miaka ya 2000 niliwahi kuishi kule Mwera L6 nikiwa mwalimu wa madrasa. Nilisomesha madrasa hapa takriban miaka 4, alafu nikarudi Dar es Salaam. Tukapoteana, baadaye tukaja kuonana tena, akiwa ni mtu mwanaharakati ambaye alifanya kazi nyingi sana za dini, na wakati ule akiwa na ile mahad pale Amani. Nilijuana naye kwa mapenzi makubwa aliyokuwa nayo kwa masharifu, kwa mashehe. Wakati ule Jabir akiwa ni Jabir kweli kweli, alikuwa akiwaleta masharifu mbalimbali, mashehe mbalimbali. Alikuwa na juhudi kubwa sana katika dini, na alikuwa ni mpenzi wa mashehe mbalimbali, alikuwa ni mpenzi wa masharifu. Amekwenda hivyo, tunamjua ni kiongozi ambaye au shehe ambaye amekutana na mitihani mingi sana. Amepambana na fitna nyingi, majaribu mengi, shutuma mbalimbali, tuhuma mbalimbali, lakini bado hakurudi nyuma. Aliendelea kufanya kazi za dawa. Kama tunavyojua sisi mashehe, maradhi yetu sana ni hasad. Maradhi ya mashehe ni al-hasad bainahum, na hili jambo lipo na limethibiti. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza kwamba ndio maradhi ya ulama. Na ukisoma tarehe ya Uislamu, wasome kina Imamu Shafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifa na wengine, utaona mitihani mbalimbali iliyowapitia. Wako ambao waliopigwa, wako ambao walidhuriwa, na walikuwa wanazuoni wakubwa kwa sababu ya maradhi ya hasadi ambayo waliumbiwa wanawazuoni au mashaikh.
na Jabir kapitia katika jambo hilo, na mimi alikuwa ni rafiki yangu, tunafahamiana. Nakumbuka hata wakati mmoja nilikwenda nyumbani kwao pale kwa mkubwa wake Rumzi na Anita Shangani. Wakati ule Haidar akiwa mdogo kidogo, alikuja na watoto wake hawa wadogo, yani kwenye miaka akiwa na miaka 8-9 hivi. Nikamuuliza, wewe umehifadhi Qur'an? Akasema najua kusoma Qur'an. Nikamtania kijana wake, leo nimekuja nimemwona ni barabara kweli mkubwa. Nikamwambia, hebu soma hii sura, hii aya, alafu niambie ni sura gani. Nikamsomea, nikamwambia, idha nyang'anya manyungunyu thumma nyang'anyau la yanyunyu illa bitanimini. Sura gani? Anakumbuka Haidar mpaka leo. Akasema hiyo haipo. Hiyo haipo. Idha nyang'anya manyungunyu thumma nyang'anyau la yanyunyu illa bitanimini. Sura gani kashinda? Akasema haipo. Leo anakumbuka miaka mingi akiwa mdogo, nikiwa na baba yake pale Shangani. Lakini Jabir mimi namkumbuka sana, alikuwa ni mtu ambaye hana hasira za kuendelea. Unaweza kugombana naye, wewe kwa na kitu kumbe ameshakimaliza zamani, kesho atakuja kwa sura nyingine kabisa. Lakini pia nilikuwa namuona ni Mzanzibari kweli, ambaye alikuwa na uchungu na Zanzibar na akiipenda Zanzibar yake. Hubbu watani min al-iman, kuipenda nchi yako ni katika imani. Mpaka hivi karibuni ndivyo alivyokuwa. Mimi misiba yote ya Zanzibar nilikuwa nikiipata kupitia taarifa zake, na alikuwa akieleza nasaba ya kila ima mwanachuoni aliyekufa au mtu fulani aliyekufa, ataeleza nasaba yake, asili yake. Alikuwa ni hivyo, alikuwa ni mtundu sana. Alikuwa ni mtu ambaye anatusaidia sana katika mambo ya da'wa, pamoja na mitihani ambayo iliyomfika na Allah subhanahu wa ta'ala amemchukua. Sisi kubwa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amrahamu. Amin. Wako wanaosema kwamba angekuwa mtu wa Mungu bwana asingeondoka vile. Haiwezekani. Tuwakumbushe, watu wa Mungu ndio huwa wanaondoka na mitihani mbalimbali. Kama Jabir kauawa, hakuanza yeye kuuawa, wameuawa manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wana wa Israeli wameua mitume kadhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa namna mbaya sana. Mpaka Qur'ani inawaambia, falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Kwa nini basi mnawaua mitume ya Mwenyezi Mungu? Mungu anawasema Bani Israeli, ويقتلون الأنبياء بغير حق, wanawaua mitume basi na haki. Mitume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imeuawa. Si jambo la kushangaza. Nani asiyejua kwamba mitume ni maasumini? Manabii wote ni maasumini, wamekingwa na dhambi, lakini waliweza kuuawa. Sikwambii shekhe, katika nyakati za fitna, huko idraku, chukueni tahadhari. Kina Sayyidina Ali waliuawa, Sayyidina Umar ameuawa, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, Sayyidina Uthman ameuawa, kina Hasan na Hussein na wengine kwa njia tofauti. Hussein aliuawa pale Karbala, Hasan alipewa sumu na mkewe Juhda. Ni watu wema zaidi ya Jabir. Kwa hiyo kufa katika kifo hicho hakiashirii kwamba wewe ni mtu muovu, ni mtu mbaya, ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakukubali. Hapana. Hii ni mitihani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inapotokea, Mwenyezi Mungu anajua shani yake.
lakini arwah, katika alamu al-arwah, roho hazipotei bure. Waliofanya jambo hili watajulikana insha Allah taala. Katika alamu al-arwah, roho zinajua na zinatembea na zina mahusiano, watajulikana tu. Ni jambo lisilofaa kama ni kutekwa, si jambo zuri, lakini baada ya pale yanapotokea mambo haya kama leo tunavyosikia nchi yetu linazungumzwa sana jambo la utekaji. Watu wanatekwa, watu wanapotea. Ni kweli hutokea mambo ya namna hiyo, ni mambo ambayo hayakubaliki. Utekaji wa namna yote haukubaliki. Hata sisi Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania kama viongozi wa dini na mimi nikiwa kama mwenyekiti wa taifa, hatukubaliani na swala la kupotea watu au watu kutekwa. Lakini tujiepushe na ile dhana ya kwamba kile linalotokea katika utekwaji tunainyoshia serikali yetu vidole kwamba ndio wahusika wakuu. Tabia hii inaweza kuwapotezea wananchi au raia imani kwa serikali yao, na hili ni jambo baya sana. Maana hata msiba huu umekwishaanza kusema. Sasa tazama, wameanza kuteka mpaka mashehe. Serikali haiwezi kuteka mashehe. Viongozi wetu hawa wanatupigania sisi, lakini tukiwahusisha na utekaji alafu tukapokea jambo hilo na watu mauaji haya wakayatumia kisiasa, si jambo la sawa sawa, kwa sababu hakuna mwenye hakika. Inna ba'da dhanni ithmun, baadhi ya dhana zina dhambi. Kwa hiyo tusidhanie serikali yetu mambo mabaya, au leo watu wanazidi kumvunjia heshima rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haiwezekani mama akaagiza watu wateke watu. Wengine wanamchukia tu kwa sababu ya ni mwanamke, wengine kwa sababu tu ya Uislamu wake, wengine tu kwa sababu ya Uzanzibari wake. Ghairi makbul. Ili jambo halikubaliki. Sisi kama Watanzania tuna mahusiano mazuri sana Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Tunaishi pamoja. Na jeshi la polisi ni jeshi la binadamu, sio malaika. Kuna mapungufu mengi sana, na ni wachache ukizingatia hitajio la askari wetu. Ni wachache. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuwasaidie. Tunatakiwa tulisaidie jeshi la polisi kuwafichua hawa ambao wanatenda matendo ya kiuhalifu kama haya ya kuteka watu, kuua watu. Ni jambo ambalo halikubaliki. Ikhwani fillah, msiba huu ni msiba mkubwa kwa Sheikh wetu Sheikh Jabir Haidar al-Farisi, na umetokea katika mazingira hayo, lakini ni mazingira ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua shani yake. Wa awwalu ma yuhasabu an-nas yawm al-qiyamah fi ad-dima, katika mambo ya hukumu, jambo la kwanza watu watahukumiwa juu ya mambo ya damu za watu. Katika ibadat ya sala, kitu cha kwanza ni sala. Awwalu ma yuhasabu an-nas yawm al-qiyamah as-sala. Lakini katika haki za watu, fi dima, damu ya mtu haipotei bure, na wale ambao wanaua kwa namna yoyote ile wamuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu damu haipotei bure. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa hakika jambo hili ni jambo kubwa, na mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yote yaliyopita, na nitoe pole kwa familia chini ya kaka yetu Fasim Haidar na ndugu zake wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape subira njema wa sabrun jamil. Allahumma ighfir lahu warhamhu waskunhu fil janna
فإن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران من يومنا هذا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania.